hawakuyasikiliza. Huyu mfalme mwingine akaenda sasa ili aende avamie. Alipofika tunaanza kuona huyu mfalme mwingine akaenda kuomba msamaha. Na huyu mfalme mwingine alipofanikiwa kwenda kuomba msamaha, akaambiwa atoe baadhi ya vitu. Akaambiwa atoe nini jamani? Fedha. Hebu sema amen. Mstari wa ngapi tumeishia? Mstari wa 14. Tunaendelea. Tuanzia hapo mstari wa 14. Basi Hezekia mfalme wa Yuda akapeleka wajumbe waende Lakishi kwa mfalme Ashuru na kusema nimekosa. Yaani akatuma kwa sababu huyu mfalme amempanga kumvamia huyu mfalme wa Yuda. Huyu mtu akasema bwana, kabla sijaja kuvamiwa, jambo la kwanza mimi niende nikaombe msamaha. Hebu sema amen. Anasema aende akaomba, awatume watu akaombe msamaha kwa adui yake. Akafika anasema mstari wa 14, basi Hezekia mfalme wa Yuda akapeleka wajumbe waende Lakishi kwa mfalme wa Ashuru na kusema nimekosa, uniache ukarudi kwako, chochote utakachoweka juu nitakichukua. Mfalme wa Ashuru akamtoza Hezekia mfalme wa Yuda talanta za fedha 300 na talanta za dhahabu 30. Hezekia ni mtumishi wa Bwana ambaye yeye anapata madhara kwa kupitia mfalme wa Ashuru. Anasema Hezekia akampa fedha yote iliyoonekana katika nyumba ya Bwana. Ni mfalme. Huyu mtu ameomba, amesema bwana, ninapokuja ametuma watu, mfalme amesema nitatoa, basi usinidhuru, nitakupa chochote. Huyu mtu mwingine akasema, huyu mfalme Hezekia akaona basi kama huyu mfalme kuna vitu anavitaka, vingine nivichukue ndani ya nyumba ya Bwana. Hebu sema amen. Akaingia ndani ya nyumba ya Bwana, akachukua fedha yote iliyoonekana katika nyumba ya Bwana na katika hazina za nyumba ya ufalme. Yaani akachukua fedha ya kwenye nyumba ya Bwana, akachukua na hazina ya ufalme, ili aende ampe mfalme mmoja, ili yule mfalme asimzuru. Hebu sema amen. Kuna jambo hapa la kujifunza. Huyu mfalme mwingine kwa nini anaenda kuomba msamaha? Jambo la kwanza, anaenda kama kujihadhari ili asizulike. Hebu sema amen. Anaenda anapiga magoti, anamwambia mfalme, bwana, mfalme wa Ashuru, ninaomba bwana usinizuru kwa namna ya aina yoyote, na mimi nitakupa chochote unachokitaka. Chochote unachokitaka. Akachukua sehemu ya mali kwenye ufalme wa huyo mtu. Ni sawa sawa mchawi au anakuloga wewe, alafu wewe unaenda kumwomba msamaha mchawi. Unamwambia mchawi, sasa sijui utamuita mchawi kweli. Unajua mchawi mwenyewe hapendi kuitwa mchawi. Sijui utamuita jina gani. Utamwambia ile jina. Unaweza kumwambia bwana nani jina? Ukamwambia bwana Mfumu. Na lejina anakutandika. Unatafuta jina, unamwambia bwana naomba nisamee. Ili jambo hivi, unajua shetani hata kama ukienda ukamwambia shetani, nionee huruma basi, na mimi ni mwanadamu, tunaishi katika siku chache sana hapa duniani, hebu niachie na mimi nile bata, nitolee huu ugonjwa, nikuhakikishie anaweza kuutoa, ila atakupa mwingine, kwa sababu shetani ni baba wa uongo. Hebu sema amen. Shetani ni baba wa uongo. Shetani hata kama akikwambia hii ni taa na unaiona kuwa ni taa kweli, baada ya muda inaweza isiwe taa. Kazi ya shetani. Na ndio maana vita vyetu sisi na shetani hatupaswi kurudi nyuma wala kumuomba msamaha hata siku moja. Na asipatikane mwana ufufuo na uzima mwenye kuomba msamaha kwa mchawi. Hebu sema amina kubwa. Asipatikane mwana ufufuo na uzima hapa wa kuomba msamaha mbele ya adui yake, kupiga magoti mbele ya adui yake. Usiwe kama mfalme huyo Hezekia ambaye mpaka akaamua atoe vitu kwenye nyumba ya Bwana ili asizulike. Ukienda vitani wanasema hivi, ikifika unaingia vitani kwenda kupigana vita, unatoa maelekezo, anaenda akamwambia hivi, akasema jamani, tunaelekea upande wa magharibi, watu wote akili zote ziende upande wa magharibi. Watu wote mnatoka na jeshi lote mnaelekea, mnamsikiliza mtu mmoja anapokaribia
Akisema piga risasi unavyoweza, sio sasa uchukue bunduki eti ukageuka nyuma unakimbia, adui umemwacha hapa mbele. Nikuhakikishia utafika atakushuti mgongoni. Hebu sema amen. Inabidi hata kama vita ni kali, inabidi unakimbia huku umeangalia mbele. Yaani unatandika risasi mbele kwa mbele. Upasi kugeuka nyuma. Na ndivyo ilivyo hata kwenye maisha yetu ya kawaida. Shetani ukimpa mgongo anakumaliza. Wewe unatakiwa ukiwa unapambana naye, hata kama umechoka, macho yako yao yamemfocus, unamwangalia hivi mbele. Yaani unamsogelea taratibu, huku unamtandika taratibu, unashangaa anakaa mwenyewe mbali kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Asipatikane. Hebu sema asipatikane. Ndani ya nyumba hii mtu yeyote kupiga magoti mbele ya adui yake. Sisi tunaelewana. Angalia huyu mtu akasema, Bwana, mimi natumia hekima Bwana. Naenda kwa adui yangu mimi, namwambia Bwana anisamehe. Angalia, wakati huo Hezekia aliondoa dhahabu iliyokuwa milangoni pa hekalu, akaenda akachukua vitu vya kanisani. Na juu ya nguzo wa Ashuru, mfalme wa Ashuru akawatuma majabali wake na wakuu na watoashi waamiri wake. Walipokwisha kumwita mfalme, akawatokea Elkam mwana wa Hilkia, aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme wa Shebna, mwandishi, na Yoa na mwana wa Asafu mwenye kuandika tarehe, na yule amri. Wewe wasema, lakini ni maneno yasiyo na maana, ya kwamba lipo shauri, zipo nguvu kwa vita hivi. Basi unamtumaini nani hata ukaniasi mimi? Hebu sema amen. Ukisoma mstari unaoendelea ukienda mpaka mstari wa 22, huyu mfalme ambaye ameomba msamaha, ameomba nini? Msamaha. Akasema hivi, ingawa nimepewa kila kitu chake na ameniambia nimsamehe, akasema ninatuma majeshi. Haya majeshi yaende yamvamie huyu mfalme wa Hezekia. Ingawa amenipa fedha, amenipa kila kitu, akasema pandeni kwenye milima, pazeni kila kitu, hana cha kukitegemea, na ikiwezekana mwadhuru. Biblia inasema wakapanda juu ya mlima, hawa ambao wameshapewa mali kila kitu. Na ndio maana ni hatari sana kujiachia mbele ya adui. Hebu sema amen. Kwa sababu adui anaweza akafeki maisha, akaja mbele yako akakwambia, Bwana yaani mtu ambaye umeshawahi kugombana naye na unamjua ni adui, mkipatana kuwa na tahadhari. Si unaelewa? Huyu mfalme baadaye jamaa wakapanda juu ya mlima, wakasema, Bwana, tena tunaongea kwa lugha ya Kiebrania, tunasema kwa sauti, mfalme wenu amegawa kila kitu katika nyumba ya Bwana. Mnacho cha kujitegemea ni kipi? Wanamwambia dhahabu za kwenye nyumba ya Bwana hizi hapa. Anamwambia hizi hapa dhahabu hizo hapo. Vitu vilicho kwenye hekalu viko kwa nyumbani kwake kwenye kasri la mfalme. Hizi hapa mfalme wenu ametupatia. Maneno ya fedha yanawapata. Kwa sababu tu ya mfalme kuna muda alipiga magoti mahali ambapo hapakupaswa kupiga magoti. Mwanangu, nataka nikwambie jambo moja. Vita vyetu kati yetu sisi na shetani, mwanangu, hupaswi kurudi nyuma hata siku moja. Sema amina. Hebu sema amina. Hupaswi kurudi nyuma hata siku moja. Hata shetani akikuletea waganga, ukaambiwa kuna waganga kutokea Kigoma Mpanda, sio ndio mji wenyewe, utaelewa hivyo. Ametokea mganga kutokea Upandwa au Mpanda ndani. Ni kweli shetani anaweza ukaenda kwake, ukapiga magoti. Shetani ni nani? Shetani ni mtu. Hebu sema amen. Yaani shetani ni anaingia ndani ya mtu, analitimiza kusudi la kishetani akiwa ndani ya mtu. Tunapoongea shetani, usiwaze kama shetani ana mapembe. Kuna mtu anawaza, mimi nikikutana na shetani nikampandika.